Mambo vipi? Karibu katika kipindi chetu cha leo cha Jenga Utawala. Mimi niliye mbele ya kamera leo naitwa Davis Michael Eugene Chami. Niko na wenzangu hapa, niwakaribishe. Karibuni. Sasa tuanze kujitambulisha. Nadhani nianze upande wangu wa kushoto. Karibu. Kwa majina naitwa Hafiz Mgujera Rashidi. Niko katika chuo cha IAA Arusha. Nasoma course ya Account with IT. Nimekuja hapa kama mdau wa uongozi katika shule ya Advance. Nishapitia kuwa kiongozi huko O-Level. Kwa majina naitwa Brian Innocent Mafole, ni mwanafunzi wa uhasibu hapa IAA na pia nachukua kozi ya Tourism and Hospitality. Nilikuwa kiongozi mmoja hapo nilipokuwa hapo O-Level. Asante. Kwa majina yangu naitwa Holiness Amos Mchopa, ni mwanafunzi wa chuo cha IAA Arusha na kozi yangu ni Accounting with IT na nilikuwa kiongozi huko nyuma Advance kushiriki katika hii participation. Kwa majina naitwa Daudi Mubila. Kwanza ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu wa Arusha na pia nimekuwa kiongozi katika muktadha mbalimbali ikiwa kuanzia kuongolewa nilipokuwa kutokea chini hadi nao nimekuwa kiongozi hadi sasa hizi. Kama ninakwambia hapa nimemaliza awamu hii ambayo nilikuwa ni kama bunge wa kozi ambayo ni Accountancy with IT. Kwa hiyo ni kipindi maalum kwetu na ndio maana tumekuwa kama wadau kwa ajili ya hicho kipindi cha utawala. Asante sana. Habari, mimi naitwa Hamisa Msele. Nimeshika nyadhifa tofauti katika historia yangu ya masomo, nikiwa nasoma diploma katika chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo. Kwa maana ya TASUBA nilikuwa ni waziri wa fedha, lakini kwa kipindi hichi namshukuru Mungu katika chuo cha uhasibu Arusha ni speaker mstaafu. Manake jana tumeweza kuhitimisha safari yetu ya mwaka mmoja kama viongozi. Kwa hiyo ni nyadhifa ambazo nimezishika. Yes, Asante sana, hongereni. Naamini wote hapa kwa nilivyosikia historia, mwaikuwa viongozi, mheshimiwa mbunge, waziri wa fedha. Lakini sehemu nyingine nimejaribu kuona na kufikiria. Mheshimiwa Spika, nikupongeze kwanza kwa kustaafu sana, lakini na mimi pia ni mstaafu mwenzako. Nilikuwa nahudumu kama waziri wa katiba na sheria na utawala bora ndani ya chuo kikubwa cha uhasibu Arusha. Nimeshika nyadhifa mbalimbali. Nilikuwa mbunge kama wewe miaka nyuma iliyopita chuo chetu hichi cha IAA. Kwa hiyo tunafurahia. Nadhani tujikite sasa, leo tunaangazia umuhimu wa serikali ya wanafunzi katika kukuza viongozi. Katika nyadhifa za kijamii, lakini kwa taifa kwa ujumla. Niulize swali, je, tunadhani serikali za wanafunzi zina umuhimu katika kupika na kujenga viongozi? Yeah. Karibu. Kwa viongozi ambao wapo hapa chuoni, wakitoka nje kwenye jamii wanakuwa achana kuwa tu viongozi wa serikalini, wanaweza wakaongoza wenzao mtaani. Kwa mfano vijana fulani wanafanya vitu vya ovyo, wanaweza kusema hapana. Wanaweza kuwa mwongozo katika jamii. Of course, sawa, tumeweza kupata lakini wewe mheshimiwa mbunge mstaafu, hebu tuambie wewe unaonaje kwa mawazo yako? Kiuhalisia vioni sehemu maalum sana kwa ajili ya kuwapika vijana hapo baadaye, kwa sababu kiuhalisia wanasema kwamba vijana ni taifa la kesho, ila mimi hiyo kitu sisemi vijana ni taifa la kesho. Kwa sababu gani? Ukisema vijana ni taifa la kesho, unatarajia kwamba vijana tuandae hiyo kesho, lakini muda sahihi wa kuandaa hiyo taifa la kesho ni leo hii. Asiwezi kaniambia kwamba vijana ni taifa la kesho, kati huyo kijana unamtegemea baadaye aje kuwa mbunge, aje kuwa waziri, aje kuwa nani. Lazima maandalizi yafanyike mwanzoni. Na unajua uongozi na mwingine watu wanaweza wakatengenezwa kutokana na mazingira yaliyokuwa, wakasema huyu tukamtengeneza kuja kuwa kiongozi fulani baadaye. Kwa sababu uongozi hauji kwa sababu tu ni automatically, hapana.
Pia kuna issue nzima ya kuandaliwa mazingira hadi mtu aje kwa kila kiongozi. Labda nikuonyeshe labda mfano mzuri sana. Labda nimemfuatilia sana Mheshimiwa Joel Nanauka. Nilipomfuatilia kwenye speech zake nyingi, unaona kabisa kila kitu kina maandalizi. Aliposema hatua yake hadi anakuja kufikia pale, amefanya kuna maandalizi ambayo aliyafanya akiwa mwenyewe, pengine sisi halaiki ya watu wengi hatuoni, lakini kuna maandalizi alifanyika hadi sasa anakuja kuwa ni mheshimiwa waziri wa wizara ya vijana. Kwa unakuta kiwalisia sio kwamba alikurupuka au ilitokea tu papo ikatoka kama emergency akawa mheshimiwa waziri, lakini kuna maandalizi alikuwepo. Na ndio maana hii mada ni ya muhimu sana kwa kila kijana ambaye mwenye ndoto za kuja kuwa kiongozi, kwa kila kijana ambaye ana maono anahitaji kuwa kiongozi. Kwa lazima akubali kupikwa, lazima akubali kuweza kupitishwa kwenye mazingira ambayo kama haya. Ya kama mimi mfano niwape labda mfano mzuri. Nipata experience pia hapo. Ya kwa sababu nimekuwa kiongozi toka huko hadi sasa naendelea kupikwa. Kwa hiyo mtu asije akashtuka siku moja imekuaje, kwa sababu sio kwamba ilitokea. Yes. Sio kwamba ilitokea, hapana. Tayari nimetengenezewa mazingira ya kuishi kama kiongozi. Kwa hata vijana ambao mnanisikia, wala tusikate tamaa. Kila kitu kinaandaliwa na kinafanyika kama utaratibu ulivyo. Mheshimiwa mbunge mstaafu anasema vijana tusikate tamaa. Nimejifunza kitu hapo. Kwa hiyo kesho tukiona tayari tusishangae imekuwa. Yes. Kwa nini lakini imekuwa. Nikupe hongera sana. Lakini tupate mawazo mengine. Ni vipi ambao unaona serikali za wanafunzi na mchango gani katika viongozi? Hapo Mheshimiwa mbunge David ameongelea kwa upana zaidi, ila kuna vitu ambavyo katika kuandaa alivyosema yeye, kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu katika kujijengea kwa kiongozi. Cha kwanza, unapokuwa labda kiongozi labda katika taasisi kama hii chuo, inakujengea kwamba ile confidence ya kuongea na watu. Kwa sababu gani? Unapokuwa katika sehemu kama hii unakutana na watu wakubwa, umeona, inakupa confidence ya kuongea. Cha pili, inakufanya kwani kujiweka kama kiongozi katika mavazi, katika tabia, kuishi na watu. Mtu anavyoishi, yani tuseme kama kiongozi anavyoishi na watu wengine ni tofauti na mimi na mtu mwingine anavyoishi. Kwa sababu gani? Yule anaishi kwa kumsimamia mtu, umeona. Kwa hiyo anakuwa anajiwekea mipaka fulani hivi, umeona, kati ya yeye na watu, umeona. Kwa hiyo inaweza ikatupa kitu tunapotoka nje, jinsi ya kuongoza watu. Asante sana. Nilikuwa najaribu kufikiria jambo. Ndio. Lengo na dhumuni la kuanzisha kwa serikali za wanafunzi. Lengo lake hasa ilikuwa nini? Ili kusaidia viongozi wenzangu hapa. Najaribu kupita. Mimi kama ni kiongozi, sababu saa nyingine kuwa kiongozi sio lazima na title ya kutambulisha sehemu. Lakini nilichofikiri nikajaribu kupitia baadhi ambao viongozi wakubwa katika nchi hii ambao walikuwa katika serikali za wanafunzi au walishiriki katika michakato ya uongozi katika serikali za wanafunzi au wakiwa vioni. Tunapata kuona historia. Nikakumbuka mwalimu wetu Nyerere kwa taifa. Alikuwa ni msomi ambaye alijielimisha katika chuo cha Makerere. Baada ya kujielimisha akaja kukutana na viongozi wenzake ajili ya baadhi ya mambo, kuanzisha namna ya kupata uhuru kwa Tanganyika. Lakini the same pia kwa kwa mzee wetu Karume waliongoza mapinduzi ya tarehe 12 na wenzake kina John Okero. Walikuwa ni watu ambao walikuwa katika mifumo mbalimbali ya kushiriki katika nyanja mbalimbali za uongozi. Kwa nikafikiria tunapokuwa vioni ni sehemu ya sisi au daraja la kupika viongozi wa taifa hili. Nataka niseme Mheshimiwa Spika mstaafu na ndugu yangu ataniambia, nimejaribu kupitia pia historia ya marais wetu wastaafu takriban karibu 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alisoma chuo Dar es Salaam na alikuwa ni miongoni mwa viongozi. Ndio. Na nikapitia tena Mheshimiwa John Pombe Magufuli alikuwa pia kiongozi. Lakini si hilo tu, hata rais wetu wa sasa hivi Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa ni mmoja kati ya viongozi katika serikali za wanafunzi. Kwa hiyo hii ikanipa picha. Sijui wewe unaonaje kijana mwenzangu, namna ambavyo vyuo vyetu vinatumika kupika
serikali za wanafunzi nao hutumika kupika viongozi. Tupate mtazamo wako juu ya hili. Na asante sana kwa hii fursa ambayo umenipa. Sasa kwenye mpango wa kupika viongozi, kwa upande wangu mimi ni kuongezea kwamba ni jinsi mtu pia anavyojiweka pia na vile ambavyo watu wanavyokuona, si ndio? Kwamba kwa mtazamo pia wa mavazi, pia uongeaji, kwa vitu vingi pia watu wanakuona. Kwa upande wangu mimi naona kwamba hao ambao umetolea mfano tuseme Mwalimu Nyerere hayati, ndio tukasema pia rais wetu sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba alisema alikuwa ni kiongozi katika serikali ya wanafunzi, ndio kwamba sijui niwekaje, lakini jinsi yeye alivyojiweka na pia jinsi mtazamo wake mbele za watu anavyochukulia, na pia ni jinsi anavyoweza kucontrol yeye kama yeye katika sekta yake. Na niseme Mheshimiwa Mstaafu, labda nikuulize jambo. Ni ipi ambayo unayoiona mtu kupata nafasi kushika katika nafasi za uongozi na anapoenda kwenye jamii anakuwa tofauti gani na yule ambaye hajapata nafasi ya kudumu pengine katika nafasi za uongozi, hajapata jukwaa? Nakumbuka kama spika, wakati kwa ni spika mimi nilikuwa ni waziri. Nakumbuka kuna kipindi unataka usimame usome ripoti, hoja, uwe katika uwajibikaji, ufaye unyonge matai na nini. Ambaye amekuwa kiongozi kwenye serikali za wanafunzi na ambaye sio kiongozi, kwanza utaona hata katika jinsi ya kuhudumia watu. Kwanza tumetofautiana hata katika kuhudumia watu, kwa maana ya mtu labda ambaye sio kiongozi hawezi kujua kwamba yeye anatakiwa kuwajibika labda kwenye mambo fulani ambao sisi ukiwa kiongozi na ukaapa kama kweli nitaenda kuilinda katiba na kuisimamia kwa majukumu niliopewa, manake utaishi kwa mipaka. Sasa manake unaona viongozi hata tukitoka nje ya chuo kwamba tumesha staafu na tumemaliza masomo yetu, tutaishi kwa mipaka. Sasa tunaweza tukajiuliza ni mipaka gani? Manake utakubaliana na mimi kwamba serikali za wanafunzi ni shabaha tosha ya kutengeneza watu ambao ni wazalendo. Serikali ya wanafunzi ni sehemu au ni shule pekee ambayo inaibua vipaji vya uongozi kupitia hao viongozi wetu ambao tumewasema. Lakini niseme tu ndugu yangu mwandishi wa habari, hata na mimi tulivyokuwa tumekaa hapa nikajikuta ninatamani kumuuliza mheshimiwa, kwa sababu ukiona jinsi alivyovaa ni kama Dr. Mwigulu. Kwa hiyo ni kama Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa hiyo unaweza ukaona moja kwa moja kwamba ni kwa namna gani sisi tunakuwa kwenye serikali za wanafunzi, lakini wakubwa zetu waliotangulia tunawaona ni watu wamefanikiwa na wanatutia moyo wa kuendelea, kwa sababu tunawaona jinsi ambavyo wanapambana katika kukimbiza kwenye kuhudumia wananchi. Nimetumia msemo kidogo wa ujana, kukimbiza na kimsingi wanafanya vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukasema Mwigulu ni zao la serikali ya wanafunzi. Dr. Samia ni zao la serikali ya wanafunzi. Hayati baba wa taifa ni zao la serikali ya wanafunzi. Dr. Mwigulu ni zao la serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo ninasema haya, pengine wengine ambao sio viongozi wataanza kuleta fikra sasa, angalau na wenyewe wakatamani hata kufuatilia tu uongozi. Sio wote wanaweza kuwa viongozi, tukubaliane, lakini wengine tukawapa hata ile hamu ya kutaka kujua hata katiba ya taasisi inasemaje, hiyo mipaka tunaishi mipaka gani, kwa sababu huwezi ukaishi tu kama labda nitolee kama ng'ombe ambaye mtu anamuongoza asubuhi anaenda kuchunga, jioni anarudi, kwa sababu ng'ombe hata hajui chochote. Niwie radhi nimetolea mfano, lakini ukiwa kiongozi kwa kweli ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo niseme kwa kumaliza kwa kifupi kwamba elimu, kiongozi yoyote wa serikali ya wanafunzi, kitendo cha yeye kuwa kiongozi na kuongoza, yani kama anasoma diploma, hiyo ni diploma ya kwanza kabla hajaipewa ile certificate ya diploma na ile programu ambayo anaisoma. Kwa hiyo kiongozi akimaliza shule, akimaliza chuo, tunasema anakuwa ametoka na vitu vikubwa viwili.
uwezo wa kuongoza kwa maana ya taaluma ile ya uongozi ameipata, lakini pia na kile ambacho amekifata kwa kwenda kilichompeleka chuo sasa kwenda kusoma. Yes. Sawa, baada ya kuona mchango wa serikali za wanafunzi, lakini nilikuwa pia najaribu kufikiria katika utendaji kazi ambao tunaofanya. Mambo ambayo pengine naweza tukajifunza ni kwamba tunajifunza uwajibikaji, tunajifunza mchakato wa demokrasia, tunajifunza namna ya kuwa accountable, tunajifunza namna ya kusimamia mambo. Mimi niseme labda katika haya yote, kwa sababu nafahamu kuna wengine wamekuwa ni viongozi, kuna wengine bado wanatazamia kuwa viongozi, hawajawa na hizo title, lakini wana lile pashawa la kuwa viongozi. Ni mambo gani ambayo mnahisi watu wanaweza kuwa na maswali nao, au nyinyi ambayo mnayo kama maswali ambayo mnaweza mkaleta yakapatiwa majibu, ili kuweza kuelimisha wale wanaotamani kuwa viongozi, ili kuweza kuleta mchango kwa jamii yetu nzima na kwa taifa kwa ujumla? Karibu. Naona ulikuwa una swali. Ndio, asante. Swali langu ni kwamba wanasema kwamba kiongozi huwa anajaji kwa facial expression yake. Tunasema pia kuhusu uvaaji na pia tuseme kuhusu uwajibikaji. Kwa hiyo kwangu mimi mtu anaweza akawa anavaa tuseme kawaida, si ndio? Lakini bado akawa na ile hayo ya kuwa kiongozi. Sasa kwangu mimi, kwa nini sasa tunasema watu wanajaji viongozi kwa uvaaji wao? Kwamba mimi naweza nikavaa tuseme ki street boy, lakini bado nina hadhi ya kiongozi ndani yangu. Hapo liko ndo swali langu muhimu. Unamjibu karibu. Asante. Kwenye appearance, kiongozi lazima awe na good appearance, right? Usipokuwa na, hata kama una uongozi ndani yako, una yani that heart ya kuongoza watu, lazima uwe na good appearance. Unaona? Yani utafanya kila namna ili yani hata kama unavaa tu casual, but kuna ile kitu ambacho mtu yani watu watakuonaje. Sawa, mimi ni kiongozi, right? I have a confidence kuongea kwa watu, lakini the appearance yako ipoje kwa watu? Sawa, what people see in you. Na the way appearance inaleta mtazamo wako. Yani unajui kusikia mtazamo, yani unajui kusikia neno linasema the appearance inakujulisha wewe ulivyo. Yani hata kama hujasimama kwa watu, una good appearance, unajua kabisa you have something in your head. Yeah. Okay. Unanikumbusha kitu kimoja. Kuna mwalimu wangu mmoja alinifundisha akasema face is the insight of the mind. Yani kwa nini nikikuangalia unavyosmile najua what you think in your mind. Sawa. Kwa mfano kama mimi yani ukiwa anacheka na fry unajua nina hela. Umeona? Yes. Na wewe ulikuwa na majibu nikataka nichangie hapo. Unajua kuna tofauti kati ya manguo nzuri, nguo zenye gharama na unadhifu. Yes, kiongozi wetu tunataka sisi sio nguo zenye gharama, unadhifu. Unajua wewe ni representative wa watu. Unabeba jumuiya kubwa ya watu. Kwa hiyo tunachotafuta kwako ni unadhifu. Naweza kuwa na nguo zangu za shilingi 5,000 lakini kazipangilia zile nguo kwa nadhifu. Na mtu akaniona kabisa huyu ni kiongozi. Lakini shida inayokuja kwa watu kwamba anaamini kwamba ile kiongozi awe na suti, ana makoti suti. Kwa hiyo inakuwa ni kitu fulani ambacho kinawapotezea wengi ile concentration na focus. Kwa sababu nitajua kiongozi sina suti, umeona? Sina nini, lakini tunachotafuta kwenye uongozi ni unadhifu. Yes. Kwa sababu mfano mimi na nguo yangu 5,000, ile nguo labda nikaifanyia mazingira safi, nikaiandaa vizuri, nikavaa muda mwingine nikaonekana sana mtu amevaa nguo ya 100,000 kutokana the way nilivyoipangilia. Kwa hiyo swala la eti nguo zenye gharama ndio uongozi, mimi hiyo swala sikubaliana nayo kivile kwa 100%. Ila tunachoangalia sisi kwa sababu ni kiongozi tunatafuta ule unadhifu, kwa sababu kumbuka unawasilisha mindset za watu. Kwa sababu mimi nikisimama hapa labda ni kiongozi na represent watu labda 200, nitakachokiongea mimi tambua inawezekana na asilimia kubwa ya wanaoongoza wana akili kama niliongea mimi. Kwa sababu nini ninachomaanisha?
Huyu akiongea labda hapo mheshimiwa waziri, labda waziri wa ambao ni mstaafu wa katiba na sheria na utawala bora, akizungumza kitu kwamba ninachotaka nikipate ni nini, kwamba kwa cabinet nzima alionao yeye ya katiba na sheria na utawala bora, atakachoongea kitu inanipatia mindset ya kwamba basi wote wako kama yeye. Kwa sababu yeye ana represent watu, si ndio? Yes. Kwa hiyo maana yake ni nikiona wewe ni nadhifu, unanikumbusha kitu kimoja. Wakati tunasoma, sikumbuki ni form 4, kuna kitu kinaitwa principle of a good leader. Sasa a good leader must be anatakiwa awe accountable, lakini kuna moja huwa inaumiza wengi, na mimi niwaambie kabisa, katika moja kati ya principle of good leader inaumiza accept criticism. Yes, yani accept criticism. Hapo umenikumbuka kitu kimoja pia. Ya, unajua mimi nilikuwa darasani. Sasa nilipokuwa darasani bana, unajua mimi ni mbunge na present watu wengi. Sasa akatokea member mmoja, akasema hivi, alitokea madam bana, anataka atoe zile quiz. Umeona? Alipotaka kutoa quiz, akasema watu ni wachache darasani. Kumbuka mimi ndio na present wale watu, umeona, nafanya representation kwa wale watu. Kwa hiyo inatakiwa sasa nitoe taarifa sasa hivi kuhusiana kwa nini watu hawapo darasani. Sasa tukamwambia hivi bwana madam, kiwalisia inawezekana taarifa ilichelewa kuwafikia, ikapelekea watu wasipo darasani kwa wingi, umeona? Akatokea member mmoja, ni member ambao unamuongoza kila siku unacheka naye. Akasema hivi kwamba wakati madam anataka kutoa quiz, akasema madam, tunaomba wabunge wakate max. Hayo ni mazingira tupasangana na kupata taarifa. Kwa hiyo hizo criticism zipo, na kiwalisia kama kiongozi lazima kubana na mazingira ili uweze kuweza kutengeneza, kwa sababu kiongozi kiwalisia nisikudanganya, kuna vitu vingi utapitia na uweze kwa kila siku unaona labda mheshimiwa hapa anafanya vizuri. Lazima kumbuka ipo siku utakutana na changamoto, ipo siku utakutana na criticism kwamba mwezi na target wewe moja kwa moja. Ni kweli. Wakati tunaendelea na mjadala wetu, ninataka nifahamu, labda utaniambia brother, unahisi ni changamoto gani ambazo zinawakumba vijana kufikia katika nafasi za uongozi? So kuna mtu mwingine anatamani, anasema lakini akikaa natamani niwe kama Hamisa. Natamani nifike niwe kama fulani. Lakini kuna akiangalia mazingira yanamrudisha nyuma. Unahisi ni changamoto gani ambazo zinawakumba vijana wengi? Kwa upande wangu, changamoto ya kwanza nasema utayari. Katika kitu kikiamua, uweze angalia mazingira yanatoka mazingira gani. Ila ni utayari kutoka moyoni. Kwamba bwana mimi lazima nitafika sehemu fulani. Wangapi walikuwa maskini kwao, leo ni matajiri wakubwa. Umeona, walijiwekea utayari bwana na uthubutu. Bwana mimi nafanya na nitafika. Umeona. Kitu kinachowakumba wengi ni utayari. Kuna vitu tofauti. Kuna kile kitu unafikiria ila ukifanyia kazi. Ndio maana unaambiwa kuna ukiingia katika kuna ile mambo ya accounting haya. Kuna kitu idea, kutengeneza idea. Baada ya idea kitu ukijaribu kufafanua innovation and creativity. Innovation ni idea, ndio. Na nini nyingine? Creativity, participate, kufanya change kutoka idea kwenda na product physical. Kwa hiyo kile kitu unachofikiria wanafanya kuna kufikiria bwana mimi natamani niwe kama Rais Samia Suluhu Hassan. Ila hana utayari. Sasa nataka ni jambo moja. Nataka nifahamu kwamba imetokea naangalia sawa. Kuna nafasi kubwa inawaniwa sehemu kwenye taasisi, sawa? Tuseme labda kuna nafasi labda ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, au kuna nafasi ya urais, nafasi ya makamu wa rais. Ni kwa nini unakuta asilimia nyingi mwanamke akigombea nenda kagombea na mimi nataka nigombee vice. Mimi nafasi ya urais siwezi. Ni changamoto anakuwa nini? Hebu tuambie Holiness. Naona cha kwanza kabisa, changamoto ya kwanza ni confidence. Sawa. Unakuta mtu anapenda, yani unakuta ile ndio anataka kuwa rais, lakini akiona urais unachukua ni vitu vingi sana, ni general kila kitu cha serikalini. Anaona acha tu nijishushe. Hapo amepunguza confidence. Sasa confidence yake imeshashuka. Tufanyeje sasa ili na wao waweze kuingia kwenye hizo nafasi? Kwa mfano kama wewe Holly
kama kuna nafasi inagombewa tuko equalize sawa. David tunagombea nafasi labda ya kuwa CEO kwenye taasisi. Mimi Davis nina haki ya kugombea, lakini usiogope kwa sababu kuna Davis pale, kuna brother pale na mimi nichukue hiyo nafasi. Tufanyeje? Unafikiri ni kipi cha kuwashauri wale ambao wanakuwa na barrier, wale ambao wanakuwa wana hofu ya kuogopa kufikia katika yale malengo ambayo wanawaza? Kwa hiyo kama nilivyosema mara kwanza, confidence. Natakiwa mtu build a self confidence ambayo hata akisema I can na I can't, yani hicho kitu anatakiwa akistopishe. Kwa hiyo anatakiwa self confidence iwe katika moyo wake. Na kingine na naona sasa hivi watu wengi wanafundisha watu kuwa na confidence, yani ile uongeaji kwa watu hivyo. Najua kuna watu ile akisema tu pale mbele akibuliwa tu confidence inashuka. Okay, ndio hivyo naweza sawa. Niseme kuna jambo moja, dada yangu Hamisa utanisaidia. Sasa hivi kumeibuka kitu kimoja, mtu akifanya jambo anaambiwa acha siasa. Hizo ni siasa bwana, usifanye kama wanasiasa. Mimi hicho kitu kinaniuzi kweli, yaani sijui kani, kwa sababu sawa, mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema kinaniudhi. Acha siasa, hiyo mambo ya siasa na nini, kutaka kuhalalisha kwamba siasa ni kitu kibaya, ni nini. Sasa mimi nataka tusaidiane, unipe tofauti kati ya uongozi na siasa, lakini uniambie siasa ina mchango gani katika kumtengeneza kiongozi, na siasa ina mchango gani huko nje, lakini pia kujijenga kama kiongozi. Karibu sana. Mimi nashukuru sana. Nikiri wazi, hata na mimi nimekuwa nikisikia sana hayo maneno kwamba acha siasa, wewe unajifanya ni mwanasiasa na nini. Niseme tu kwamba jamani, ukiwa mwanasiasa au siasa yenyewe, siasa ni tunaweza tukasema sijui niwekeje, lakini niseme kwamba wakati watu wanafikiria kuleta siasa, lengo lilikuwa ni kwamba kutengeneza jamii na ustaarabu katika uongozi. Mtakubaliana na mimi kwamba kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania, tuna vyama 19 vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa. Yaani ukisikia Chadema imesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa, ukisikia Chama cha Mapinduzi imesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa, ACT, sijui TLP, na vyama vyote vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa. Sasa nini lengo lake? Manake ni kutengeneza mfumo wa hivi vyama vyote kufanya siasa zao katika njia ya ustaarabu, katika kufuata miiko na kuepuka, yani kwa kufuata ile uongozi wenye tuseme ni kanuni zile za kiutawala. Manake nchi yetu sisi, kitu cha kwanza ambacho huwa tunakisema, kwanza ni lazima tufahamu sisi ni Watanzania kabla ya vyama vyetu vya kisiasa. Sijui kama naeleweka vizuri. Yani sisi ni Tanzania, manake sisi ni wamoja. Inapokuja itikadi ya chama cha siasa, let's say huyu ni mwana CCM, yule ni Chadema, yule ni nani, visitufanye vyama hivi vikatubagua, tukaanza kusema mimi siendi kwenye harusi ya huyu kwa sababu yule ni Chadema, huyu ni. Kwa hiyo nini maana yake? Kwa hiyo kusubiri, naweza nikawa mimi ni chama fulani, nikawa na mchumba wa chama kwa sababu tu, ni itikadi tu tofauti. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimejipambanua kwa itikadi yake, Chadema na vingine vimepambanua kwa itikadi yake. Kwa sasa tuna uhuru wa kila mtu kwenda kwenye chama anachotaka. Sasa tukisema, tukija kwenye swali kwamba tunasema acha siasa, acha nini, wako watu, au naweza nikasema kikundi cha watu ambacho walikuwa na nia ovu ya kuifanya siasa ionekane mbaya. Na ndio maana siasa ikaanza kuonekana mbaya kupitia baadhi ya watu ambao nina uhakika kwa chama chochote ambacho kina mwenendo wa kutaka kushika dola, kwa sababu ukiona vyama vya siasa manake malengo yao makuu ni kushika dola. Sasa kama kuna chama ambacho kinaonekana kinajikita katika kuharibu
labda ustawi wa nchi yetu na vitu kadhaa, manake tunaanza kutemu kwamba hichi chama kina siasa nzuri, hichi chama kina siasa mbaya. Sasa mimi nataka unisaidie jambo moja. Ndio. Nafasi ya hayo yote uliyozungumza katika kutengeneza uraia mwema. Kwa sababu haya yote tunaangalia kama vijana. Yote yafanyike, lakini mimi nikiweza kujiingiza kwenye bodaboda niwe na amani, niwe raia mwema. Nikitaka kulima niwe na amani, nikitaka kumchumbia mtu, yani mambo yawe ine flexibility. Sasa haya yote na mchango gani katika kutengeneza uraia mema? Kwa sababu tunaamini katika kujenga utawala bora, katika kujenga taifa lenye kujielewa, taifa lenye vijana na taifa lenye watu wema wenye ustaarabu wake. Siasa haiepukiki, lakini tutaka mchango wake ni nini? Kwa kifupi sana ili tuweze kufahamu. Okay, nashukuru. Kwa kifupi sana niseme kwamba hiyo fursa huwa tunaipata kila baada ya miaka 5. Niseme ni fursa kwa sababu kila baada ya miaka 5 nchi yetu ya Tanzania inaenda kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sasa kama tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, tukitaka ustaarabu wa kila kitu, ni lazima tujikite katika kusikiliza chama kipi kinatujia na sera gani. Kwa sababu chenyewe kisije kwamba kinataka kubenefit katika kutawala nchi, lakini wananchi tukaishi maisha ya namna gani? Manake sasa lazima tuwe tuna pay attention katika kusikiliza chama gani kinatujia na sera zipi. Sasa yote hayo yanafanikiwa kutokana na sera za chama ambazo tunakuja. Kwa mfano, chama hichi ambacho kinaongoza dola, Chama cha Mapinduzi, kilijipambanua kwamba baada kwenye kampeni kipindi mwaka jana nadhani wakati wa uchaguzi, kilisema kwamba endapo tutashika dola, manake sisi tutatoa bilioni 200 kama sijakosea kwa ajili ya vijana. Sasa tukitaka kusema kwa ajili ya vijana, inawezekana kweli mimi ni mama ntilie, wewe ni bodaboda, yule ni nani? Kama tunataka kukua, manake kukipa chama hichi kura, tumeenda kuchukua yale walioyasema, na sisi sasa tukafaidika kupitia kile chama ambacho kinaongoza nchi kupitia kwenye zile fedha kwa maana za mikopo sasa, ili kujikuza katika biashara zetu. Yes. Asante sana. Tukiwa tunamalizia kabisa kipindi chetu hichi cha Jenga Utawala, nataka nifahamu ni nini hasa mnaowashauri wale ambao wanatamani kuingia katika nafasi za uongozi, wale ambao wanatamani kuwa viongozi. Kwa kifupi sana, kwa sekunde chache kwa tunamalizia kipindi chetu, naomba utusaidie kuwashauri wale ambao wanatamani kuwa katika nyadhifa za uongozi. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mstaafu. Kiuhalisia ni kwamba niliwahi kufuatilia speech moja ya Mheshimiwa Joel Nanauka, anasema kwamba katika sehemu ambayo kuna utajiri mkubwa sana duniani ni makaburini. Kwa nini makaburini? Kwa sababu kuna watu wamelala kule wana ndoto kubwa sana. Kuna watu walikuwa na ndoto za kuwa mawaziri, kuna watu walikuwa na ndoto za kuwa marais, kuna watu walikuwa na ndoto za kuwa wabunge, kuna watu walikuwa na ndoto za kuwa bilionea wakubwa, lakini zile ndoto walikufa nazo. Asante sana. Tuje kwako. Mimi niseme kitu kimoja, kama tafadhali rudia, maana unawashauri nini wale wanatamani kuwa kwenye nafasi za uongozi na wanaogopa? Nini unachowashauri? Mimi kitu ambacho nawashauri kwamba uongozi sio utumwa. Ndio. Uongozi ni sehemu ambayo ya kwenda kufikisha ile shabaha ya mtu ambao anahitaji. Kuna mtu mmoja, kuna mwanafalsafa alishawahi kusema, nimekisahau ni nani, alishawahi kusema kwamba endapo utauona huu uongozi ni mbaya na wewe ukajirudisha nyuma kutokugombea, manake yule mtu ambaye unaamini kwamba ni kiongozi mbaya ataendelea kuongoza kila siku, kwa sababu wewe na uzuri wako umejiweka pembeni. Sasa kitu ambacho mimi nawashauri watu, kila mtu ambaye anaamini kwamba yeye anaweza kuwa kiongozi, usijifungie chumbani ukasema mimi ni kiongozi. Toka nje, watu wakuone. Kama ni mwanafunzi, anza kujipika katika michakato mbalimbali. Lengo ni kujitengenezea uzoefu na kesho uweze kuwa kiongozi mzuri. Asante sana. Kwa kifupi sana, karibu. Kwa upande wangu nasema kwamba kama nilivyosema mwanzo, uthubutu. Watu wengi wana ndoto nyingi, kama usema pale kwamba walolala makaburini wamelala na ndoto nyingi. Kwa sababu gani? Wamekufa na zile ndoto kwa sababu walishindwa kuthubutu kuzitimiza zile ndoto. Umeona? Kwa
Kwa sasa ningependa kuambia kwamba wajaribu kuthubutu. Karibu sana. Kwa upande wako? Kwangu mimi ningesema ni ile kujitolea, ile hali ya watanionaje. Aibu, watoe aibu. Watanionaje, watanichukuliaje mimi kama mimi ikiwa kiongozi. Hilo tunakoshauri. Na wewe kwa upande wako Holly? Kwa upande wangu mimi naona wasiwe na hofu. Wa break barriers. Yani wasiwe na hofu, yani sasa mimi nikienda pale nitaweza kweli? Au ndio naona namfanya lakini sidhani kama nitaweza. Okay. Mimi niwashukuru sana. Niwapongeze sana ndugu viongozi, na naamini tutakuja kuwa viongozi mbeleni huko kwa sababu safari ya uongozi inahitaji mambo mengi, lakini niseme tu niwapongeze sana, lakini asante. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Jenga Utawala, na ndugu mtazamaji wa kipindi chetu kizuri hichi cha Jenga Utawala. Niseme tu sisi katika yale ambayo tumeangazia katika namna ambavyo serikali za wanafunzi zinaweza kujenga viongozi katika jamii tunayozunguka, lakini katika serikali kwa ujumla, tumeweza kuangazia mambo mbalimbali ambayo yametutanabaisha kuweza kujua impact iliyotengenezwa na viongozi waliopita. Kwa hiyo niwaombe sana wale ambao wanatamani kuwa viongozi wasiogope. Kuna wenzetu wamesema uongozi sio mzigo, uongozi ni uthubutu, lakini niwaombe pia wa break barriers kwenye yale ambayo wanafikiria, watimize ndoto zao. Kuna neno nasema, kuna mtu anasemaga I can, I must, I will. Baada ya kusema hayo, jamani, niwashukuru sana. Karibu sana katika kipindi cha Jenga Utawala. Asanteni sana na Mungu awabariki.